Mabinti ni sahihi kwamba ni swala ambalo ni gunzo, lakini kimsingi wanawaza zaidi katika kulinda afya yao ya kihisia wasiweze kuumizwa, kwa sababu wanawake ni watu ambao wanajeruhika kirahisi tofauti na sisi. Unajua sisi tulivyo, wanaume tulivyo, hata nikikuta kitu sitakurupuka, kwanza nitatafuta evidence, nitatafuta ushahidi. Kwa mpaka naamua kusema, unajua nimejiridhisha kwa kiwango fulani. Lakini mwanamke anaweza akaja akakwambia, mbona hiki hakiko sawa, na unashangaa ameumizwa kupita maelezo, pengine ni kweli ama sio, au pengine hata sio kweli. Lakini anatengeneza mazingira ambayo na yani feelings zake, hisia zake, emotion ziwe salama, ndicho ambacho anatanguliza zaidi. Lakini sisi tunaangalia zaidi ile mazingira ya uhalisia upoje. Kwa tupo tayari kupuuza hisia zetu na tukaenda kwenye hisia za maisha ya kawaida. Okay, unakuta kuna vitu vingine vile vinatokeaga. Unakuta unampa mwanaume muda, unakania kwa kipindi fulani, unasema huyu ndiye. Kumbe si. Sasa hiyo imekaaje? Unaweza ukampa mtu muda lakini pia akaja akakuzingua vile vile. Sawa Sofia, nashukuru. Unaposema unampa mtu muda, unakaa naye kwa muda mrefu, lakini mwisho wa siku anakuja kukuzingua. Mimi nadhani tafsiri zaidi ya kumpa mtu muda, manake usimpe nafasi ya kuishi na wewe. Okay. Awe sehemu ya maisha yako, kile asiishi na wewe. Kwa sababu gani Sofia? Unaponipa muda alafu kila kitu ambacho nakihitaji napata, ni ngumu sana wewe kujua mimi ni mtu wa aina gani. Okay. Umeelewa? Lakini kama nimekuja kwa malengo fulani, wewe nisisitizie mimi nibaki kwenye malengo hayo. Usiwe na malengo mengine. Kwa hiyo mapenzi siwe hisani. Mapenzi sio hisani. Kwa sababu hisani ikiisha ni maumivu. Sawa? Hata kama unahisi kwamba ana jambo zuri amekufanyia kwako, kumpa muda manake msome, usimpe muda wakati uko naye. Kumpa muda wakati uko naye manake hujampa muda, ila umempa anachohitaji. Okay. Huo sio muda. Kumpa muda manake kila mmoja yupo kwenye maisha yake anajitegemea, lakini watu ambao mna maslahi yanayofanana na mna malengo ya kufanya kitu fulani kwa muda fulani. Ikishafika huo muda mmeridhisha, kila mtu ameridhika sasa kwamba huyu ni mtu sahihi kwangu, ndipo umpe hicho ambacho unafikiri hiyo nafasi ya kuishi na wewe sasa. Lakini usiamue eti umempa mtu muda afu uko naye. Sasa hapo hujampa muda. Sasa kwa mfano, haya mimi nataka kumjua mtu na ndio maana nampa muda. Ila mwenzangu yuko, let's say yuko Dar, mimi niko Dodoma. Nitamjuaje kwamba huyu ananifaa mimi? Kabla ya kukaa naye nitamjuaje sasa? Maana unasema ukitaka kumjua mtu uishi naye. Hiyo imekaaje? Asante. Asante. Hicho ndio kinatumiza sisi vijana wengi. Tunakuwa na maisha ya kufikirika sana. Umeelewa? Unajua mapenzi ambayo baadaye nakuja kutengeneza ndoa sio maigizo kama nilivyosema. Na unapoingia unatakiwa uingie moja kwa moja. Kabla ya kuingia lazima ujue unafanyaje. Mnapokuwa pamoja tayari, mtu ana uwezo kuficha tabia zote za hovyo. Zote. Umeelewa? Na bahati mbaya tunapokuwa pamoja manake purpose ya ndoa inatekelezwa. Kwa hiyo manake umeelewa? Mkishaanza kutekeleza kusudi la ndoa, wakati hamko kwenye ndoa, tayari mmeshaivunja ndoa yenu. Automatic kabisa. Okay. Umeelewa sio? Kwa sababu mnapotengenezeana mazingira ya kuibana, kesho utakuja kuolewa na mwizi aliyekuwa anakuiba wewe. Je, atashindwa kuiba mtu mwingine? Kwa trust inakuwa tayari imeshaharibika. Umeelewa? Kwa hakuna haja ya kufanya majaribio mkiwa ndani. Mapenzi sio mpira kwamba sasa unataka kumfanyia mtu majaribio aje acheze kwanza kwenye timu yako afu ndo utajua, si ndio? Mapenzi ni usajili ambao unatakiwa umjue mtu kiwango chake akiwa nje ya timu yako, ili unapomsajili ujue unamsajili mtu wa aina gani. Huwezi kumsajili mtu afu unasema nafanyaje namfanyia majaribio wakati yuko kwenye timu yako. Kwa vyovyote kama hana nidhamu ya kimchezo hutaona, kwa sababu kwa kipindi kile kifupi atatengeneza mazingira wewe uone ana nidhamu ya maisha, kumbe hayuko hivyo. Kwa ni muhimu kutengeneza mazingira, kwa sababu ukisema utamjuaje? Tuko na simu, huyu mtu kama kweli yuko committed kwako, atakwambia kuhusu familia yake, sawa? Atakwambia kuhusu kazi yake, atakwambia kuhusu elimu yake, utapata nafasi ya kujua mitazamo yake ya kidini ipoje. Usiniambie kwamba huwezi kumjua, haiwezekani, kwa sababu kama mna uwezo wa kuwasiliana, mapenzi ni mawasiliano. Okay, akidanganya. Akidanganya Akidanganya kwa sababu mimi
kuna juzi hapa kuna issue ilikuwa imetokea kwa binti fulani, alikuwa amedanganywa kwamba mimi nafanya kazi fulani hivyo. Mwisho wa siku sasa kumbe yule jamaa ameoa. Mwisho wa siku yule mwanamke akapiga simu kwa huyo binti kwamba jamani, we binti, mimi huyu ni mume wangu. Lakini kama ingekuwa yule mwanamke hajapiga simu kwa yule binti, yule binti si angeingia king. Angeingia kwenye mahusiano akitegemea, akihisi kwamba huyu mwanaume kwanza ana kazi fulani, lakini pia hajaoa, sawa na watoto lakini hajaoa. Hiyo imekaaje? Yani unajua, sijui hiyo sasa yani tunaangaliaje kumjua mtu? Wakiwa binti wengi wanaamini kwamba kumjua mtu, sogea tukae ile nitakujua wewe ukoje, una tabia gani, unakunywa pombe hunywi, yani hivyo. Lakini kwa hivi mbalimbali yani sasa nikuthibitishie, wapo wanaume wa watu wanawake zao na bado wanakaa na mabinti hawajui. Asante. Umeshanielewa? Ninachotaka kujaribu kukuambia nini Sofia? Kitu kinaitwa uongo ni kitu kigumu sana kuliko ukweli. Okay. Kwa sababu ukweli hauna mbadala, ila uongo una mbadala. Ila ukifuatilia sana kiundani, kuna mmoja alizidiwa na hisia. Kwa kujua ilikuwa ni ajali tu ilitokea. Umeelewa sio? Yaani kujua ni bahati kwake lakini ni ajali. Kwa maana gani? Uongo ni ngumu kwa sababu unahitaji uwe consistency. Lazima kuwe na consistency kwenye uongo. Sawa? Sasa kama mnaongelea vitu vya kihisia dakika zote, huwezi kupata ukweli. Lakini mimi naamini mwanadamu akitumia ufahamu wake vizuri, huwezi kukaa na mtu miezi 6 ujui ukweli wake. Kwa sababu anapokuambia anafanya kazi gani, ameshakwambia anafanya kazi fulani, si ndio? Utakuwa ufanye utafiti. Sawa, ana lengo gani? Umeelewa? Kama ana lengo, huyu mtu atakuexpose kwa ndugu zake. Kama ana lengo, huyu mtu utajua ofisi yake. Kama ana lengo, utaona vitu vingi ambavyo vina uhalisia wa maisha yake. Umeelewa sijui? Labda kwangu mimi binafsi nahisi ni mtu kunidanganya na kuwa nimeamua kunyamaza. Kwa sababu hata tunapozungumza, kama unaongea kitu ambacho sio sahihi, ukiwa na tabia ya kufuatilia neno kwa neno, ipo siku huyo mtu lazima ataharibu mambo. Utajua, mbona alichoniambia leo kinaenda tofauti na alichoniambia siku fulani, kuna walakini. Lakini kama umegubikwa na umefunikwa na hisia, hivyo vote hautakuja kuviona. Na bahati mbaya mkishaanza kutekeleza ile papasi ya ndoa, ni ngumu sana kuona ukweli wa mtu. Kwa Sofia, usiwe miongoni wanaoamini kwamba kujua ukweli wa mtu ni kazi ngumu. Si kweli. Sema wewe uhitaji kutafuta ukweli, badala yake upo bize kuridhisha hisia zako. Lakini ukweli unapatikana tu. Okay, sawa. Ni tofauti gani kati ya kumpa mwanaume muda kwa afya na kujishusha kama binti? Kwanza, kujishusha sio kitu kibaya kwenye maisha. Kujishusha sio kitu kibaya. Kujishusha haimaanishi ni udhaifu. Kujishusha maana yake unataka mambo yaende. Sawa? Kwa ikifika katika hatua hiyo kwamba kuna vitu ambavyo vinavumilika, sawa? Una haja ya kushughulika navyo, huko ndo tunaita kujishusha. Kwa sababu kwenye maisha ya kawaida Sofia, lazima tujifunze kuvumiliana. Bila kuvumiliana hatuwezi kuishi. Sababu mwisho wa siku sisi ni wanadamu, huwezi kumpata malaika. Lazima uwe na basic, uwe na misingi kwamba misingi yangu mimi ya kuishi na mwanaume ni hii, na mwanamke awe na misingi yake kwamba yeye misingi yake ya kuishi na mwanamke ni hii. Sawa? Kama ile misingi ipo, lakini kuna vitu vidogo vidogo ambavyo ni mapungufu ya kibinadamu, tunapaswa kujishusha ili maisha yafanyaje? Yaendelee. Kwa sababu kwa mfano mtu anapokuja na kuomba msamaha katika jambo ambalo ni la kawaida, si ndio? Wewe unataka kuonyesha ego, kiburi, si ndio? Manake hutaweza kuishi na watu. Kwa kujishusha sio kitu kibaya kabisa, lakini ujishushe katika mazingira ambayo ni salama. So uko kwenye mahusiano, upo kwenye ndoa, mtu anakupiga na kung'oa meno, unaendelea kujishusha, utakuja kufia humo. Umeelewa sijui? Huko sio kujishusha. Ila sio nitumie lugha gani, nachelea kutumia lugha kali, lakini huko sio kujishusha. Lazima kujishusha kuwe na mipaka. Kwa kujishusha sio kitu kibaya, ni kitu kizuri, na sio swala la mwanamke peke yake, hata mwanaume kuna muda atakuwa ujishushe, maisha yaendelee.
Okay, na ni sababu zipi za kisaikolojia zinamfanya binti ajitoe sana mapema kwenye mahusiano kihisia? Kujitoa kwa maana gani? Kujitoa yani kuwa nje, ama kujitoa kufanya mambo makubwa yanayohusu yani kuwekeza juu ya ile ya tofauti ni swala hisia tu kama nilivyosema mwanzo. Wanawake nyinyi mmeumbwa kwa hisia kali. Kwa akizama anazama kweli. Umeelewa? Wakati sisi tunakuwa na muda wa kutafakari juu ya kile ambacho tunakifanya. Nyinyi mnagubikwa zaidi na hisia. Kwa hiyo anaona hisia zake zikisha pata kile kinahitaji basi anazama moja kwa moja. Sisi hatuko hivyo. Na ndio maana ni kazi rahisi sana. Sijui kama naweza nikatumia lugha gani ambayo ina staha. Ni kazi rahisi kwa mwanaume kushiriki tendo na mwanamke ambaye ampendi. Sawa? Lakini mwanamke ili aingie huko lazima awe ametengenezewa trust. Mwanamke yule wa kweli mpaka awe ameingia kukubali kwenye hilo jambo lazima awe ametengenezea trust. Ila mwanaume sisi hakuna uhusiano kati ya kumpenda mtu na kile kitu. Huo uhusiano haupo kabisa. Lakini mwanamke anahusianisha hivyo vitu kwa sababu gani? Hisia. Sisi vile vitu havijajengwa zaidi kwenye hisia. Umeelewa sio? Ya, kwa hiyo ni swala la hisia. Mwanamke ana hisia kali sana na mara nyingi anapenda kufanya vitu ambavyo anahakikisha hisia zake ziko salama. Na ndio maana anaweza kainvesti kwa haraka sana tofauti na mwanaume. Mwanaume huwa anaweka nusu kidogo. Anaangalia na hapa inakuaje hapa. Hapa inakuaje. Mpaka siku ukiona amejaa basi amejiridhisha kwa kiwango kikubwa sana. Okay, kwa binti kumpa mwanaume muda kwa kupita kiasi kunaweza kuathiri vipi afya yake ya akili? Asante. Kwanza ukimpa mtu muda wa kupita kiasi, ukishagundua madhaifu yake, wewe mwenyewe unajisi hauko salama. Ukishajisi hauko salama, maana tayari utapata msongo wa mawazo. Ukishapata msongo wa mawazo, tayari utaanza kuhisi wanaume wote duniani wako hivyo. Kumbe wewe ni mmoja tu ambao ulifanya kosa la kumpa sicho stahili. Umeelewa sijui? Kwa muda ambao hastahili. Kwa nafasi ambayo hastahili. Sawa eh? Kwa hiyo ile itamtengenezea kutokuwaamini wanaume. Na ndio maana kuna mtu mwingine anaweza kumwambia wanaume wote ni mbwa tu. Sasa mimi naulizaga babako ni mwanaume pia. Unasemaje? Yule babangu si ndio? Kuna watu wamefikia hatua wanasema mpaka babangu mwenyewe yuko hivyo tu. Sawa eh? Mbona mama alishawahi kumfumania babangu? Kwa hiyo ile hali ya kumwamini mwanaume inapotea. Sasa ikishafika hatua hiyo anafikiri kupita kiasi kuhusu wanaume. Akishafikiri kupita kiasi anatamani kuwa na mwanaume ambaye yupo kwenye akili yake lakini sio ambaye yupo kwenye uhalisia. Yaani anatamani atengeneze mwanaume anayemtaka yeye. Kwa kila anayemuona yeye kwenye macho yake hafai, hawa ndo wale. Sasa unakuta ndio hapo kwenye hawa ndo wale. Unakuta mtu hajaumizwa kwa mara ya kwanza. Hiyo hali imemtokea kama mara 2 au mara 3. Kila akiingia kwenye mahusiano anapata changamoto hiyo. Sasa hiyo imekaaje? Inakuwa sasa sasa kosa linakuwa ni nini hasa mpaka mtu mara ya kwanza umeingia umekutana na yale ambayo umekutana na ya wakati ule. Mara nyingine tena yale yanajirudia. Hiyo inakuwa ni shida ni kwa binti au shida ni kwa wanaume ambapo ndio maana wanafikia wakati wanasema kwamba wanaume wote ni wale. Sawa. Msingi wa mwendelezo wa kila kitu ni ulianzaje. Ukitaka wewe ukiwa bosi wa ofisi yako, ukitaka kukaa vizuri na wafanyakazi wako, waajiri katika mazingira rafiki. Kwa sababu utakavyomwajiri ndio namna ambavyo utakaa naye. Ukikosea kwenye ajira kila siku utafukuza wafanyakazi. Umenielewa? Mpaka hapo umenielewa sijui? Ukikosea kwenye mchakato wa kuajiri kila siku utafukuza wafanyakazi. Sasa tabia ya kibinadamu iko hivi. Kama wewe ni bosi kila siku unawafukuza wafanyakazi kila mwaka, maana tatizo sio wafanyakazi, tatizo ni wewe. Kwa sababu nani anawaajiri? Si wewe. Kwa kabla hujawalaumu wafanyakazi, jiulize wewe unawaajiri vipi? Umeelewa sio? Nini ninachotaka kusema? Tunakosea sana namna ambavyo sisi tumegeuza mfumo wa kimapenzi na ndoa, namna ambavyo tunaanzisha. Jiulize zamani ukiwauliza wale wazee wetu walikuwa wanaanzishaje ndoa? Mzazi kwa mzazi walikuwa wanawasiliana. Bwana
nimeona binti yako anamfaa kijana wangu. Na mzazi anasema na mimi nimeona kijana wako anamfaa binti wangu. Wanaoana na ndoa zinadumu. Lakini sasa hivi tunakutana kwenye daladala. Tunapeana simu kwenye daladala, namba za simu kwenye daladala. Mapenzi yanaanzia kwenye daladala. Yakitoka kwenye daladala yanaanzia guest. Umeshanielewa? Sasa tunarudi pale pale. Trust itakuwepo wapi? Kama uliweza kunipa namba kwenye daladala kwamba mimi nina bahati sana, kwani huwezi kumpa mtu mwingine namba kwenye daladala?